Inua mikono miwili kuelekea juu. Tumpe Bwana Yesu makofi mengi ya shukrani. Asante kwa ushirikiano wako. Mgeukie jirani yako, mpe mkono mbele zako, upande wako kushoto, kulia au mbele zako au nyuma yako. Mwambie umefanya vyema kuwahi katika semina ya leo. Umefanya vyema kuwahi. Mungu akubariki, Mungu akubariki, umefanya vyema kuwahi. Amina. Nikuombe ukae. Wapendwa, jioni ya leo katika ibada hii nichukue nafasi kuwasalimu nyote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana ametulinda, ametutunza, na kama tulivyotangaziana kwa karibu wiki nzima kwamba tutakuwa na semina, siku imefika, ndio leo, na mwalimu wetu amekwisha kufika. Tunamshukuru Mungu, amemlinda, amemtunza vizuri safarini, ana shida yoyote, bali moyoni mwake moyo unawakawaka atuletee maneno ya uzima ambayo Bwana Mungu ameweka ndani yake. Kwetu sio mgeni sana, amewahi kuwepo na alitusalimia, nafikiri ilikuwa Jumapili moja alitusalimia alafu kaondoka. Lakini nimemfahamu kwa siku nyingi. Yeye ni mchungaji wa TAG Goshen Christian Center kule Mbeya Iwambi. Jina lake anaitwa mchungaji Alphonse Dosa. Yeye kitaaluma kama nilivyotangazia ni mwalimu. Amefundisha pale Mzumbe Sekondari kwa muda wa miaka 22. Baadaye akatoka pale akapiga hatua akafundisha chuo cha Mzumbe kwa miaka 12. Na sasa ni mchungaji. Kwa hiyo tuna mchungaji ambaye ni mwalimu kitaaluma. Kwa hiyo akifundisha anafundisha kweli kweli. Hata kama huwa viingii leo vitaingia. Kwa sababu ana mafuta hayo. Tuko pamoja wapendwa? Chukua kalamu yako na daftari, kifaa cha kuchukulia taarifa. Tuweze kujifunza maneno mazuri, na kama nilivyokuambia kwamba aliwahi kututembelea akiwa anatoka katika idara ya maombi na maombezi kitaifa. Kwa alionana na watu wachache faraga, tukakaa naye, tukapenda mafundisho yake. Tukavutiwa sana, tukatamani sana kwamba tumpate na kanisa zima liweze kufaidika. Mwalimu tulitamani tuwe na siku 8, lakini sasa zimekatika kwa sababu ya dharura iliyokupata, na bakiana karibu na siku ngapi? Siku 4 mata hana zifiki. Jumamosi hatutakuwepo, tutakuwepo Jumapili. Lakini hata hiyo si haba. Tutakuwepo kuweza kupata yale ambayo Bwana Mungu ametuandalia kupitia kwa mtumishi wake. Basi kwa heshima naomba nimlete aweze kuletea maneno ya Mungu. Mchungaji Zefania, kama unaweza kumsaidia kubeba hicho kifaa. Naomba tumpe makofi mchungaji wetu na mwalimu wetu wanapokuja. Asante sana. Sasa naomba tusimame kwa heshima kabisa, tusimame. Tumefundishwa adabu nzuri na mimi nikaipenda. Tunyoshe mikono yetu huko mbele. Tupige makofi kusema karibu mwalimu, karibu mchungaji. Tuko tayari kufundishwa. Tuko tayari kusikia yale ambayo Bwana Mungu ameweka mikononi mwako. Karibu sana. Haleluya. Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kumshukuru Mungu kwa kunilinda na kunipa neema tena ya kuja hapa UCC Ubungo kwa ajili ya kushirikiana na nyinyi. Napenda kutoa shukrani nyingi kwa mchungaji kiongozi Mlokozi pamoja na timu yake ya wachungaji pamoja na baraza la wazee na kanisa kwa ujumla, kwa sababu mambo yote katika kanisa letu yanakwenda kupitia mpango mkakati wa kanisa, kwamba wakati gani tutafanya kitu gani. Lakini pia niwashukuru washirika wote kwa kukubaliana na baraza kwamba niwepo hapa kwa ajili ya kufundisha na nyinyi somo la maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama alivyosema mchungaji kiongozi, jina langu naitwa Alphonse Dosa na niko kule Mbeya. Nimewahi kufika hapa mara moja kwa ibada ya Jumapili, lakini leo tena Mungu ametupa neema. Napenda kuleta salamu
kutoka kwa mke wangu. Nimeoa na mke mmoja anaitwa Lucy, na yeye ni mchungaji. Mimi ni mchungaji kiongozi, yeye ni mchungaji msaidizi. Kwa hiyo mchungaji msaidizi Lucy anawasalimia sana. Bwana alitujalia kupata watoto 4 wa kiume. Wa kwanza anaitwa James, wa pili anaitwa Joshua, wa tatu anaitwa Joeli, na wa mwisho anaitwa Jeremia. Wamekuwa wametuacha, kwa hiyo wako sehemu mbalimbali za Tanzania, lakini kwa sababu ya umoja wetu niliwaambia wiki hii waniombee kwa sababu nitakuwa hapa Ubungo. Kwa hiyo watoto wangu wote wa kiume wanawasalimia sana. Katika hawa watoto nusu wameoa, nusu hawajaoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo napofundisha hapa watakuwa wanaangalia. Kwa hiyo si ajabu ukakuta tena tumejiunga zaidi na zaidi. Bwana atupe neema zaidi. Kwa hiyo inawezekana nikawa mkwe wenu kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ni wakati mzuri tena wa kwenda kuyasikia maneno ya Mungu. Jioni ya leo siku zote hizi tutakuwa na somo linalosema maombi yenye tija. Maombi yenye tija. Maana yake maombi yenye manufaa. Maombi yenye manufaa. Maana yake maombi yanaoleta matokeo. Maombi yanaoleta matokeo. Maana yake maombi yanayosababisha mabadiliko. Maombi yanayosababisha mabadiliko. Maombi yanayosababisha mabadiliko. Napofundisha somo hili katika somo la ualimu, unaweza kufundisha somo kwa sababu umesomea. Nilipokuwa kule sekondari nilikuwa nafundisha chemistry, biology kwa sababu nimesomea chemistry, biology. Nilipokuwa nafundisha chuo kikuu cha Mzumbe nilikuwa nafundisha public administration and human resource management kwa sababu nimesomea. Ndio maana nafundisha chemistry, biology. Nimesomea, ndio maana nafundisha public administration and human resource. Lakini kwenye somo la maombi sifundishi kwa sababu nilikwenda kozi training fulani ya maombi, isipokuwa nafundisha kwa sababu maombi yamekuwa sehemu ya maisha yangu tangu nilipookoka form 2 mwaka 1980. Yaani hii ni safari. Kwa hiyo ninayoyasema, uzoefu nao kuonyesha hapa ni uzoefu ambao umeanza nikiwa mwanafunzi wa form 2 mwaka 1980. Na nimeendelea hivyo, nimemaliza, nimeenda Dateki, nimeendelea hivyo, nimemaliza, nimeenda JKT, nimeendelea hivyo, nimemaliza, nimeenda kuwa mwalimu wa sekondari, nimeendelea hivyo, nimeoa, nimeendelea hivyo, nimepata watoto 4, nimeendelea hivyo, na watoto na wenyewe tukawafundisha maombi wakiwepo hivyo. Kwa hiyo nataka kukushirikisha life experience, maisha ya kuomba, na kwamba maombi yamenitoa wapi. Na wala ambao mnajua kama mmesoma zamani sana, niliposema kwamba nilikuwa Dateki, tulikuwa Dateki nimesoma certificate. Kulikuwa na kitu kinaitwa FTC, Full Technician Certificate. Yaani ni kama kacheti kachini sana. Lakini imekuwaje cheti cha chini sana? Sawa? Halafu kinampeleka mtu mpaka kwa nini? Mwalimu wa chuo kikuu maombi. Halafu unapofika kule haui kama mwalimu wa chuo kikuu mnyonge. Yaani kama unajikusanya na wewe unajikakamua kutisha wanafunzi, lakini ukifika kule unagawa knowledge.
Kwa hiyo inazalisha maafisa utumishi, inazalisha maafisa utumishi. Naweza sasa hivi pamoja na kustaafu, lakini naweza kwenda sehemu mbalimbali kufanya training, sawa, Tanzania nzima, kwa sababu kuna watu niliofanya nini, niliowazalisha. Wanapotaka kile kitu kizuri walichokipata darasani, wanasema mwiteni mwalimu nani? Mwalimu Ndosa. Now that was to the part of human resource. Sasa hapa tunakwenda kwenye pati ya nini? Maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, unafuraha mwalimu kuwa mbele yako? Unafuraha mwalimu kuwa mbele yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli mwalimu, tena mwalimu wa msingi au sekondari, anaweza kuwa maskini sana, hata hana gari. Naona mchungaji wenu alikuja kunitembelea nikiwa mwalimu wa sekondari. Ile nyumba nilikuwa naishi, mchungaji alisikia kichefuchefu, akasema kama nabii, kwa neno la Bwana nikirudi tena nisikukute kwenye nini, kwenye nyumba hii. Wewe unafikiri nyumba ilikuwa namna gani? Kwa hiyo mwalimu anaweza kuwa very poor, sawa, anaweza kuwa very weak, anaweza kuwa hana hela, anaweza kuwa hana gari, lakini mwalimu ni tajiri wa kitu kimoja tu, shikamoo. Sawa? Basi naomba basi mnipe shikamoo kwanza kama mwalimu wenu. Naomba tusimame, simama kwanza. Kama mwalimu yuko mbele yako. Nao mwalimu sasa anaongoza. Nitasema 1, 2, 3. Utafanya shikamoo mwalimu. Okay. Haya, mwalimu yuko mbele yako. 1, 2, 3. Barikiwe na Bwana. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Naomba tuketi. Maombi yenye tija. Neno la msingi linatoka katika Timotheo wa pili, sura ya 2 na ule mstari wa 5. Neno la msingi linatoka katika Timotheo wa pili, sura ya 2 na ule mstari wa 5. Timotheo wa pili, sura ya 2 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Hata mtu akishindana katika machezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Kwa hiyo maombi yana kanuni. Mpira wa miguu una sheria zake. Mahakamani kuna sheria zake. Na mtu asipofuata hizo kanuni hawezi kushinda, hawezi kutoboa. Kwa hiyo ndugu zangu, wapo watu wengi sana wanaomba. Shida kanuni. Lakini wako watu wachache sana wanaopata majibu. Shida nini? Kanuni. Wako watu wengi sana wanakata tamaa kwa maombi. Anasema nimeomba sana. Shida ni nini? Kanuni. Wengi sana hawafuati kanuni za maombi. Kuna kanuni. Urahisi au ugumu wa kitu chochote umejificha kwenye kanuni au sheria ya kufanya jambo hilo. Nikiuliza jioni ya leo, wangapi walipata A ya hesabu? Sawa? Sitaki unani sana, maana watu wengi, we ni mwasibu mzuri alafu kama ulipata hesabu mbaya, lakini siri yako. Lakini kwa nini somo la hesabu linaleta shida kila mara kwenye taifa? Hesabu nani yake iko nini? Chini. Lakini hesabu imejificha kwenye nini? Kanuni. Ukijua tu kanuni, iwe ya matrix, iwe kanuni, iwe ya linear equation, simultaneous equation, iwe mambo ya set, iko kwenye nini? Kanuni. Ukijua kanuni, umejua nini? Umejua hesabu. Watu wengi sana wanalalamika juu ya research. Wanalalamika sana, somo la research gumu.
na wanafunzi wengi pia wanakwenda kuigilizia zile research ambazo ziko wapi? Ziko kule library. Ukiangalia inafanana na fulani, inafanana na fulani. Research ni ngumu, lakini research ni kanuni. Kuna kanuni ya title. Title lazima iwe na independent variable na dependent variable. Yaani nikikosa tu pale na maana umekwisha. Kuna kanuni ya kuandika chapter 1. Kuna kanuni ya kuandika chapter 2. Kuna kanuni ya kuandika chapter 3. Kuna kanuni ya kuandika chapter 4 na kuna kanuni ya kuandika chapter 5. Kwa hiyo ukifuata ile kanuni hautafeli hesabu. Ukifuata kanuni hautafeli nini? Research. Shida watu hawajui kanuni. Wakati nafundisha nikimsimamia mwanafunzi wangu research, yani kufeli mwiko. Kwa nini? Nimefuata kanuni zote. Kitakacho tofautisha tu kwamba atapata A ya kiasi gani. Kwa sababu kila kitu na ambacho nimekipitisha mikononi mwangu na hakisha kimefuata nini? Kanuni. Na ndivyo kanisa letu. Tunaomba sana, tunakesha sana, lakini tunashindwa kufuata nini? Kanuni. Kwa hiyo ugumu wa kitu umejificha kwenye nini? Kwenye kanuni. Ukimwambia mchungaji Mloko akupikie pilau, unaona? Kwa miaka hii ambayo umeoa, inawezekana kukupikia kitu cha nini? Cha ajabu. Kwa nini? Amesahau nini? Kanuni. Ila alipokuwa bachelor alikuwa anapika pilau. Makofi kwa mchungaji bwana. Ila sasa hivi hawezi kupika kwa sababu amesahau nini? Kanuni. Kanuni. Kwa hiyo kanuni ya maombi ni kanuni ya neno la Mungu ndiyo inayohalalisha majibu ya maombi yetu. Neno la Mungu linatuambia nini? Na wewe unafanya nini? Yaani ukifuata hiyo inakupeleka kokote, utafanya chochote, utafika mahali popote. Haijalishi kuna ugumu wa namna gani. Lakini kanuni ya neno la Mungu. Kuna wakati ilitolewa, watu wa TACAIDS walitoa kazi ya kufanya mambo ya mortality and evaluation. Wakasema wanamtaka mtu yoyote mwenye degree moja, mwenye uzoefu kidogo wa research. Halafu akipata hiyo kazi atakuwa nalipwa $85,000 kwa siku. Ile miaka ya 2000, $85,000 ilikuwa hela kubwa sana. Sasa mimi pamoja na walimu walionifundisha tukaingia katika ile competition. Sasa mimi nikijua kanuni ya maombi, nilipoliona hili tangazo, kwanza nikasema hii kazi ni ya kwangu. Hii kazi ya nini? Ya kwangu. Halafu ya pili nikasema hivi, Mungu ukinipa kazi hii, sawa? Nusu milioni ya kwanza kwenye hii kazi nitakupa wewe. Kwanza nikasema kazi ni ya nini? Ni ya kwangu. Kwa hiyo hapo nimekiri. Halafu nikasema tena ukinipa nusu milioni ya kwanza na ni ya nini? Ni ya kwako. Mchakato, unajua kitu ambacho kina pesa kubwa, mchakato ukaenda. Na walikuwa nataka watu 34 tu Tanzania bara na visiwani. Na tunapofanya hivyo kulikuwa na walimu wangu wenye degree 2, kulikuwa na walimu wangu wenye degree 3 na mimi wakati ule nilikuwa na degree 1. Katika watu wote Tanzania nzima, ule mchujo wa kwanza Dosa yumo. Nini kilinisaidia? Unafikiri nini kilinisaidia? Nilikuwa na elimu sana. Kuna kitu cha kimungu nilikuwa nimefanya nini? Nimeshikilia. Mtu mmoja akatokeza, akaenda kwa siri kwa coordinator, akamwambia huyu bwana ni mwalimu wa sekondari. Yaani ni inferior person. Unaona? Huyu ni mwalimu ni kama huyu ni mhudumu. Hii kazi ya kitaifa afanye nini? Hawezi. Wala headmaster wake hawezi kufanya nini? Kumruhusu. Jina langu likaondolewa. Okay? Sasa nasubiri, unajua kuna kitu kinasema ndani. Kwa nini majibu hayatoki? Unaona?
Nikaenda kwa hiyo director nikamwambia, bwana vipi, mbona matokeo mtoi? Akasema alishatoka siku nyingi, tena bahati nzuri kwamba ulifanya nini, ulifaulu, lakini mtu fulani alikuja kutuambia kwamba wewe huwezi kupata nini, ruhusa, kwa hiyo jina lako tukafanya nini, tukalitoa. Haya, kanuni ya ujasiri. Nikamwambia kiongozi, ukiwa mwalimu wa sekondari unaweza kunyimwa hela, unaweza kunyimwa chochote, lakini sio ruhusa. Hata ufiwe mara 10 unapata ruhusa. Kwa hiyo bwana, mimi ruhusa sio shida. Asema una uhakika? Ndio. Jina likarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni. Na baadaye ikaenda kwenye mchujo wa pili ambao ulikuwa ni mchujo wa kitaifa. Sasa wenyewe haukuwa na wanoko kama wengine, walikuwa naangalia tu CV ya mtu na nini. Nikapita. Kwa hiyo nikaenda kufanya kazi hiyo mwezi mzima Mbeya, na ikabidi nichukue likizo. Sasa sikujua kama kile kitu ni cha kitaifa. Tulipokuwa tunazindua kule Mbeya, wale walimu wenzangu wa Mzumbe Sekondari wakasema wawezeshaji wa kitaifa wasimame, na mimi nikafanya nini, nikasimama. Wakaniona, wakaenda kumwambia headmaster, fulani amekudanganya, hajaenda likizo, amepata ajira nyingine. Kwa hiyo headmaster akakasirika, akasema, akamtuma mkuu wa idara, mwambie likizo yake imefanya nini, imefutwa, anatakiwa arudi kazini haraka. Sasa unapoingia kwenye kazi za kimataifa hizi, unaingia kwa mkataba. Ukirudisha ina maana uwe penalized. Inawezekana wapi? Na mimi tena nikasema kwamba, nikamwambia mkuu wa idara, kurudi sirudi, sawa, ila najiandaa kwa chochote nitakachofanya nini, nitakachokutana nacho. Kwa hiyo nikaendelea na kazi yangu, nikamaliza. Nilipokuwa narudi tu, yule headmaster anapata demotion, anapelekwa Wizara ya Elimu, na mimi naingia. Kwa hiyo maombi sio nadharia, ni maombi tumeyaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, mfano nauliza swali, 1 kuongeza 1 sawa na ngapi? Haya, makofi kwa Yesu. 1 mara 1 sawa na ngapi? 1 gawana kwa 1 sawa na ngapi? 1 kutoa 1 sawa na ngapi? Naona kwa nini umejibu hivyo? Kwa sababu ya nini? Kanuni. 1 kuongeza 1 sawa na 2 kwa sababu ya kanuni ya nini? Ya kuongeza. 1 mara 1 sawa na 1 kwa sababu ya kanuni ya nini? Ya kuzidisha. 1 gawanya kwa 1 sawa na 1 kwa sababu ya kanuni ya nini? Ya kugawanya. Na 1 kutoa 1 sawa na 0 kwa sababu ya kanuni ya nini? Ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are missing. Kanisa lina misi, watumishi tuna misi, vijana tunakosa sana kwa sababu tu ya kanuni. Light tungejua kanuni. Wiki hii napenda tutembee sana kuona kanuni za maombi zikoje katika eneo hili na eneo hili, na tukipata nafasi sasa nitakuwa nawapa ushuhuda kwamba hapa tumeweza kuingiaje hapa na kupita, na hapa tumeweza kuingiaje na kupita. Na badala yake watu wanasema kirahisi tu, wanasema yule mwalimu Dosa ana bahati sana, alikuwa mwalimu wa sekondari, amekuwa mwalimu wa nini, wa chuo kikuu. Lakini kanuni nini? Maombi. Wasema wale watoto wake wana akili sana nini. Lakini angejua wale watoto ambao wanaitwa wasomi sasa hivi, watu walishawatabiria kwamba hawa watoto wa mzee huyu form 2 tu watafanya nini? Watavuta bangi. Na watu wanaokutabiria hivyo sio watu wa nje, watu wa nini? Wa ndani. Wanajua watoto wa mzee wa kanisa, watoto hawa form 2 watavuta nini? Bangi. Sasa mimi naposikia watavuta bangi, inanichochea kwenye nini? Kwenye maombi. Na watoto wako watafundishwa na nani? Na Bwana. Na watoto wako watafundishwa na nani? Na Bwana. Wale watoto usiku na waamsha, vinasinzia pale sebuleni, weka mikono, alafu baadaye vinaenda kwa nini? Kulala. Wakati wa likizo akija na wapeleka kambi ya maombi,
nawapeleka mbali na jiko la nyumbani, kwa sababu mkifunga nyumbani watoto wanakuchenga. Watoto na binti wa kazi lao ni hili moja, wanakuchenga na kuambia watakula chakula. Sasa nawatoa, nawapeleka kama Mbagala kule, sawa, nawafungisha. Sasa baada ya miaka kupita, unakuta wale watoto wamebadilika, naona wanasoma, wanaelewa, wameajiriwa, lakini imezaliwa na nini? Maombi. Ombeni bila kukoma. Unaomba, matokeo mabaya yanatokea, unaomba, yanatokea mabaya, unaomba, unatokea mabaya, unafanya nini? Unaomba. Kwa hiyo kanuni, mwambie jirani yako kanuni. Kanuni. Nini maana ya maombi? Maombi ni mawasiliano kati ya mtoto mwamini na Baba Mungu. Maombi ni mawasiliano kati ya mtoto mwamini na Baba Mungu. Hiyo maana ya kwanza. Lakini maana ya pili, maombi humaanisha mtu kumpa Mungu ruhusa. Maombi yanamaanisha kumpa Mungu ruhusa kuyaingilia, kumpa ruhusa ya kisheria kuyaingilia mambo yako ya hapa duniani. Kwa unapoingia kwenye maombi, unampa Mungu ruhusa ya kisheria ya kuyaingilia mambo yako ya hapa wapi? Hapa duniani. Ruhusa ya kisheria. Sasa hapa nikupe tena uzoefu kidogo hapa. Sisi kama wachungaji tungependa sana washirika wetu wafanye nini? Wafanikiwe. Kule Goshen nawaambia kwamba kule Goshen si tuko peripheral, hatuko katikati ya jiji, tuko pembeni kidogo. Ni kwa wenyeji kidogo pembeni, kama kilomita 35 hivi kutoka katikati ya mji. Sasa nawaambia kwamba nyinyi watu wa Goshen, Goshen ni mahali pa baraka, mahali pa ajira. Nawaambia nyinyi ni watu wa kupata mamilioni. Kwa hiyo nawatamkia, nawaombea, nawatamkia, nawaombea, nawatamkia. Sasa matokeo yake unajua ni nini? Washirika wanabarikiwa. Halafu pumbe pale Goshen kule nakokaa kule peripheral hakuna mamilioni. Mamilioni yako wapi? Yako Dodoma. Yako wapi? Yako Dar es Salaam. Kwa hiyo ninavyoomba ndio washirika wanafanya nini? Wanaondoka. Lakini wanakwenda kwenye nini? Kwenye mamilioni. Nani ameruhusu washirika waondoke? Nani ameruhusu washirika waondoke? Ni mimi mchungaji. Kwa hiyo lazima napoona mtu amepata promotion. Tulikuwa na daktari wa jeshi. Yaani mtu mzuri, maombi, sadaka. Sasa weka mikono, akawa promoted. Alikuwa hospitali ya jeshi kule ya kanda, akaleta wapi? Lugalo. Sasa nini kimemtoa kule? Maombi ya nani? Nimetoa ruhusa ya kisheria. Sawa? Mungu aingilie, achukue washirika wazuri, naona awapeleke, lakini kisheria. Lakini kanuni ya Mungu ni kwamba kwa Mungu afanye nini? Hakupungukiwi. Yaani kanuni hiyo ambayo imembariki huyo Dr. Specialist kwenda Lugalo, kanuni ile tena ikamwoa daktari mwingine tena kutoka kanisa jingine. Anamwaga mchungaji akasema kwamba najisikia niende tu kwa mchungaji Dosa. Asema nimekukosea nini mwanangu? Asema baba, najisikia tu niende kwa Dosa. Nimekukosea nini? Hakuna ulichonikosea. Kwa hiyo anaondoka dokta, sawa? And then another doctor anafanya nini? Anaingia. Jamani, maombi yana hasara na faida. Ruhusa ya kisheria ya kuyaingilia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wengi ambao tumekaa nao pale, wale ambao wamekuwa waaminifu, wanaondoka. Kuna mwingine tena tukamwombea hivyo kwa mwalimu wa Musti. Alikuwa hawampi promotion kwa sababu GPA yake ni 3.5. Wanataka iwe 3.8. Wanamfanyisha kazi zote za assistant lecturer, lakini kwa sababu ana GPA ya chini wanampa lower. Kwa hiyo tukaomba, sawa? Tulipoomba, watu wa chuo cha mipango wakasema, "Si tunataka mtu huyo mwenye GPA ya 3.5 na tutamfanya kuwa assistant lecturer na atapata hizo millions of money." Akaondoka. Naona? Bwana Yesu asifiwe sana.
wiki ile anaondoka tu tena mhasibu mwingine from that organization anajoin nini? Anajoin the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usipojua kanuni sasa hiyo, kama ungekuwa mchungaji wewe, ungesema usitoke, sio mpango wa Mungu, unaniacha mwanangu. Unaniacha mwanangu, nilikuwa nakutegemea fungu la 10, unaniacha mwanangu. Hakuna cha kunimwacha mwanangu. Ni kwamba Mungu tumempa access ya kuchukua ambao wako tayari, halafu na kuwaleta wengine. Jamani, mmenielewa juu ya hiyo kanuni eh? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuona hiyo kanuni na baada ya kuona definition ya maombi, nisingeweza, kuna definition nyingi kama 10, lakini najua tumeomba sana, tunajua hizo definition. Sasa nataka twende kuangalia sasa umuhimu wa maombi, au mambo 11 ambayo maombi yanaweza kufanya nini? Yanaweza kufanya. Ukifata hizo kanuni ambazo nitakwenda kuzielezea kwa undani zaidi baada ya siku ya leo, maombi yanaweza kukufanyia mambo yafuatayo. Hapa nimeorodhesha mambo 11. Mambo 11. Mambo 11 ambayo maombi yanaweza kufanya. Kama tutafanya maombi haya, mambo 11 yanaweza kufanyika. Jambo la kwanza, maombi yana uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu binafsi. Maombi yana uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu binafsi. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ile ya 4 na ule mstari wa 9 mpaka wa 10. Maombi yana uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu binafsi. Maombi yanaleta baraka na kuinuliwa kwa mtu binafsi. Katika mistari hii tunasoma Yebesi, habari za Yebesi. Alikuwa mtu wa chini, alizaliwa katika familia maskini, na maisha yake yalikuwa ya huzuni. Mama yake ameishi kwa huzuni, na yeye amezaliwa kwa huzuni, na matokeo yake maisha yake yalikuwa ya nini? Ya huzuni. Lakini Yebesi alibadilika kutoka mtu wa huzuni na kuwa mtu wa baraka sana baada ya kumlingana Bwana. Kwa nini? Kwa maombi. Kwa hiyo maombi yanaweza yakakupeleka popote, yanaweza yakakubadilisha na ukawa mtu wa tofauti kabisa. Yebesi wani wa chini, wa kudharauliwa, wa machozi, wa huzuni, maskini wa maskini. Lakini alipomlingana Bwana kwa maombi, Mungu akamsaidia. Mimi baba yangu mzazi alifariki nikiwa na miaka 3. Na mama yangu alikuwa ni mtoto wa mwinjilisti wa kanisa la African England Church. Mila ya Kisukuma ni kwamba mtu akifiwa na mume wake anarithiwa. Lakini mama yangu kwa ile kuzaliwa na mwinjilisti na kulijua neno la Mungu alikataa. Walipomlazimisha akakataa. Walichofanya wakamfukuza. Okay? Akaondoka. Halafu mali za baba yangu zote, wale ndugu za baba yangu wakazigawana. Halafu sisi tukapelekwa kuishi kwa bibi mzee.
na babu alikuwa ameshafariki. Bibi alikuwa anafanya business ya kutengeneza vyungu, halafu wakati wa mavuno anaenda kwa wakulima, anawapa vyungu, wao wanampa nini? Chakula. Sasa ili utengeneze vyungu lazima utafute udongo wa aina fulani, upige na kutengeneza, halafu utengeneze vyungu. Na kule Usukumani ili uweze kuchoma, hakuna miti sana, lazima utukue kinyesi cha ng'ombe ukitengeneze kama chapati, halafu unakikausha ili kwa ajili ya ile process. Kwa hiyo tulipokwenda kwa bibi akafurahi kwa sababu amepata nini? Manpower ya kufanya kazi zake za kutafuta udongo, za kuchoma vile vyungu. Kwa hiyo bibi alikuwa hatilii maanani sisi kwenda kusoma. Anaomba ruhusa kwamba wajukuu zangu wasije shuleni ili kwamba wanisaidie kwa sababu nani ni mimi ni mzee. Matokeo yake sasa, mimi nikiwa shule ya msingi, yani nikifaulu sana, watatu kutoka mwisho. Hapo nimefaulu sana, lakini wa pili kutoka mwisho wa mwisho. Wa pili kutoka mwisho wa nini? Wa mwisho. Kwa sababu wakati wenzangu wanasoma, sisi bibi anafanya nini? Anatutumikisha. Kwa hiyo maisha yalikuwa horrible. Hapo sasa bibi pia hakujali sana wajukuu zake. Kwa hiyo kaptula zetu zilikuwa zinaisha kiasi kwamba zinatoboka. Siku za leo ndio watuoni tu watu wakishona viraka, lakini nyakati zetu watu walikuwa na shona viraka. Kwa hiyo nilikuwa hodari wa kushona viraka. Kwa hiyo inatoboka, hauna mahali, wasichana wanakucheka. Unaona? Na kule Usukumani tunasoma tukiwa watu wakubwa zaidi. Kwa hiyo ukichekwa na msichana unajisikia nini? Vibaya zaidi. Kwa hiyo unashona hivyo na nini, halafu tena huna viatu, halafu tena mchafu, unaona? Yaani ilikuwa hovyo kabisa. Yaani kama ningechumbia kijijini kwetu kuoa, hakuna mwanamke ambaye angenikubali, kwa sababu anajua huyo ndio alikuwa anakuwa nini? Wa mwisho. Huyo ndio alikuwa mchafu, huyo ndio alikuwa kaptula yake mfano nini? Imetoboka. Kwa hiyo tukaishi maisha ya namna hiyo, mimi na dada zangu. Baadaye dada yangu akafaulu kwenda sekondari. Kwa hiyo nikabaki mimi na bibi. Watu wakasema huyu mtoto alikuwa amezoea kuongea na dada yake, kwa hiyo basi tumpeleke kwa dada yake mkubwa kule Tabora ili asiwe na huzuni sana. Kwa hiyo kile kitendo cha kuhamishwa kutoka kwa bibi kwenda kwa dada, the same person aliyekuwa anakuwa watatu kutoka mwisho. Kule kwa dada sasa nikakuta dada na mume wake wanajielewa, wananishonea nguo vizuri, ninakula vizuri, nina attend masomo vizuri. Maisha yakabadilika kuwa watatu kutoka mwisho, nikawa nakuwa darasani wa kwanza, wa pili au wangapi? Watatu. Na hiyo safari haikuishia pale, ndio imeenda hivyo hivyo sekondari, imeendelea hivyo hivyo chuo kikuu degree ya kwanza, imeendelea hivyo hivyo degree ya pili, imeendelea hivyo hivyo na kwenye uchungaji, imeendelea hivyo. Nini kimenisaidia? Maombi. Kwa hiyo watu wanaonijua zamani maskini. Tena kuna mtu mmoja nilikuwa mzee wa kanisa wakati fulani, nilikuwa sina suti, mtu akasema na huyu naye ni mzee wa kanisa. Kwa nini? Hana suti. Kumbe it was just a matter of time. Sawa? Leo naweza kuvaa suti siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Okay? Ila kwa sababu ya joto, leo nimevaa hii kuatia moyo watumishi wa Mungu, kesho nitavaa vinginevyo. Maombi yamenibadilisha. Kwa hiyo mimi sio maskini tena. Mimi sio maskini tena. Kungekuwa na ushahidi ningesema, bwana, hebu onyesha benki account yako moja. Ningekuonyesha hapo, ungeona inaitika M, sio maskini tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yanaweza kubadilisha. Unapita katika hali gani? Umekata tamaa kwa sababu umeenda kwa daktari mara nyingi, sawa? Na amekwambia kitu fulani kwamba hii kansa, sawa? Lakini hii kansa ni jina. Kansa ni nini? Ni jina. Kufeli ni nini? Umaskini ni nini? Ujane ni nini? Kutokuwa na mtoto ni nini? Kwa kanuni ya neno la Mungu, you can reverse hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lote inawezekana.
Sasa watu wanaogopa kwa sababu anafikiri ni kazi yake. Sio kazi yako. We kazi yako ni kufanya nini? Fuata kanuni. Anayebadilisha ni nani? Ni Mungu. Nakumbuka nilipokuwa watu wamejua kwamba nimekuwa mwalimu wa chuo kikuu, watu wanapiga simu. Asema, mzee, tumesikia umbea. Tumesikia umbea. Umesikia umbea gani? Eti wewe ni mwalimu wa chuo kikuu. Bwana, ikitiki watu wanasema nini? Umbea. Nikamwambia ninajaribu. Mwalimu wa chuo kikuu nikamwambia nafanya nini? Ninajaribu. Lakini kwamba imefanya nini? Imetiki. Kwa hiyo Mungu anaweza kubadilisha. Jioni ya leo ni jioni ya kufanya nini? Ya kubadilika. Jioni ya leo ni jioni ya nini? Ya kubadilika. Na kinachokubadilisha ni nini? Kubali kanuni ya Mungu. Yaani liamini neno la Mungu. Litamke neno la Mungu. Likiri neno la Mungu. Tembea na neno la Mungu. Unaweza kuwa mtu yoyote wakati wowote. Naona unaweza kwenda ikulu wakati wowote. Unaweza kupata uteuzi wakati wowote. Unaweza kupata ajira Umoja wa Mataifa wakati wowote, kwa sababu Mungu anabadilisha nini? Maisha ya mtu. Kwa hiyo Yebesi hafai, lakini kabadilishwa. Ili kanisa lenu miaka ile, si miaka gani, ilikuwa ni kanisa kanisa la nani wanaita nini, mgongo wa tembo. Wangapi wanajua mgongo wa tembo? Na wakati huo watu walisema, yani hawa jamaa Ubungo wana kanisa mgongo wa tembo. Sijui lilikuwa wapi? Lilikuwa hapa, lilikuwa wapi? Mgongo wa tembo, yani tunawasifia kweli kweli. Bwana amebadilisha. Hatuna mgongo wa tembo tena. Hatuna mgongo wa tembo tena. Unafikiri wachungaji watakaozaliwa hapa wataenda kujenga mgongo wa tembo? Hawezi kujenga tena mgongo wa tembo. Bwana anafanya nini? Bwana anabadilisha. Maombi yanafanya nini? Ya pili, maombi yanasababisha nguvu ya Mungu kushuka. Maombi yanasababisha nguvu ya Mungu kushuka. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31, Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31, Luka 4 mstari wa kwanza, Luka 4 mstari wa kwanza, Kutoka 34 mstari wa 29, Kutoka 34 mstari wa 29. Maombi yanasababisha nguvu ya Mungu kushuka. Sasa nguvu za Mungu zinaposhuka zinasababisha ushindi. Nguvu za Mungu zinaposhuka unasababisha faraja. Nguvu za Mungu zinaposhuka zinasababisha ujasiri. Nguvu za Mungu zinaposhuka zinasababisha kuendelea mbele. Yani kuendelea. Yaani watu wanaokatisha tamaa, lakini wewe unapata fani kuendelea mbele. Nguvu za Mungu zinaposhuka zinasababisha kusonga mbele. Kwa hiyo nguvu za Mungu zinaposhuka, ujasiri, unapata ujasiri wa kuendelea mbele kwa sababu ya nguvu za Mungu zinaposhuka. Kwa hiyo maombi yanasababisha nguvu za Mungu kushuka. Nilipokuwa jeshini, kule jeshini nilipangwa kwenye idara ya bustani. Nikiwa nimeokoka nilifurahi sana, kwa sababu ukiwa usawa wa kombania kuna vurugu nyingi. Lakini ile kitengo cha bustani kilikuwa kinatufanya tuwe na muda mrefu. Unapangiwa eneo lako, kwa mfano labda this area, okay? Unakuwa na matuta yako, unayanyweshea vizuri, sawa? Halafu unafagia kabisa kama nyumbani. Yani bustani ya jeshi inafagiliwa, okay? Sasa ile ilinisaidia sana, kwa sababu ukiwa na maombi ya kufunga, kwa mfano kesho, leo namwagia maji double, maji mengi. Halafu kesho naingia kwenye maombi ya nini? Ya kufunga. Sasa nikiwa katika yale maombi ya kufunga, tumemaliza vizuri, maombi yangu nimemaliza vizuri.
naenda sasa usawa Kombania jioni kwa ajili ya chakula. Kule jeshini kulikuwa na kanuni, gari la jeshi likija kama lina magunia 50, mkikamatwa watu watatu mtashusha wenyewe magunia 50. Sasa gari lile limekuja, sikuwa na nani sana, lakini ghafla afanda akaja akasema, wewe na wewe njoo hapa. Na kule ni ndio. Sawa? Sasa lile gari lilikuwa limebeba pamoja na vitu vyote, lilikuwa limebeba bia. Nimeokoka, nimejazwa nguvu za nini? Za Roho Mtakatifu. Afanda ananiambia, beba bia. Nikasema, mimi nimeokoka, sibebi bia. Unajua jeshini kumkatalia afande yani kitu ambacho wanasema ni kosa la uasi, ina adhabu hizi 2: kifungo cha maisha au death. Yani tena yule aliyejaa hapa, nikasema sibebi, nimeokoka. Yeye akasema, hawa ndio wasabato tunaowatafuta. Hawa ndio wasabato tunafanya nini? Tunawatafuta. Akaamrisha MP, akaita MP. MP ni maaskari wa jeshini, wamefundishwa namna ya kutesa askari. Hawa wenzetu hawa wamefundishwa namna ya kudhibiti nani? Raia. Wale wamefundishwa namna ya kutesa nini? Askari. Kwa hiyo kwa amri ya yule mkuu akaambia, chukua hii takataka, weka ndani. Wale jamaa walinichukua, wakaanza, wale mliopita jeshini kuna mwendo wa kukwepa ndege. Sawa? Yani unaambiwa kimbia, yani unapokimbia kaa chini, kimbia kaa chini, yani unakimbia kaa chini, yani kwa hiyo na maana ndege ili kwamba iweze kukukosa, naona unakimbia, wakati kikimbia kwa spidi yako wewe unafanya nini? Unakaa chini, kwa hiyo unapita. Kwa hiyo ili kwa kwanza kaa chini. Sasa anaponiambia vile, sasa kimbia kaa chini, huku ndani kuna bubujika, yani nabubujika, utafikiri yani tumetoka kwenye ujazo wa Roho Mtakatifu, na bubujika. Kaa chini nini kaa chini, mpaka nikafika kota gani. Nilipofika kota gani, kwanza wenyewe kuangalia kwamba leo mlokole amekuja hapa. Wale jamaa wakaanza kunipa, kuna kitu kinaitwa extra drill, ambacho kwa kawaida lazima upimwe kwanza, kwa sababu unaweza kufa. Sasa mimi hakukuwa cha kupima, moja kwa moja kanipiga ile nani extra drill, dakika 45. Piga zile, wakati napiga fanya hivi, inuka fanya hivi na nini, yani moyoni kuna bubujika, yani na bubujiko zinaisha, hata jasho halijatoka, halijafanya nini, haijatoka. Unafikiri ule ujasiri ulikuwa unatoka wapi? Ule ujasiri ule kumbishia ule ulikuwa unatoka wapi? Ule ujasiri wa kuendelea na hilo zoezi ulikuwa unatoka nini? Maombi, nguvu ya maombi, nguvu ya nini? Ya maombi. Akaja yule afisa kunikagua, akamwambia yule afande, yani huyu kuruta, yani wenyewe wanasema kwamba lazima mtu achakae. Hizo dakika 45 unachakaa, humuelewi kama huyu ni mlokozi. Yani huwezi kumuelewa. Lakini unakuta kwamba ni mtu sawa, anaeleweka, hajachakaa. Akasema hamjui kazi. Sasa hairuhusiwi kuendelea. Yani ukipiga 45 huwezi kuziendeleza tena, kwa sababu ni kinyume cha nini? Cha sheria. Kwa hiyo wakaniacha nilale. Si wameambiwa kwamba hawawezi kazi. Kesho yake asubuhi wameamka, akaambia njoo, kanipeleka tena kwenye uwanja, wakanipigisha zile push up za kwao na nini, jasho alitoke. Wakachukua virungu, wanagonga kwenye hizi anchors, wanagonga. Sasa umewahi kujigonga hivi vitu umewahi kujigonga? Wewe umejigonga kwa bahati mbaya, unaona? Sasa mimi nilikuwa nagongwa. Kwa hiyo inaleta maumivu, yale maumivu yale makali yale yakafanya nikaingia kwenye kunena kwa lugha, yani kwa mtu ambaye amezama kama masaa 3, nikanena kwa lugha kwa nguvu. Askari hajawahi kukutana na mtu anayenena kwa nini? Kwa lugha. Akasimama, akatetemeka.
Asema kitu gani kimetokea? Kitu gani kimetokea? Kama mzimu umeshuka nini na nini. Halafu sasa na mimi sinyamazi kwa sababu iko connected na maumivu. Naona? Kwa hiyo ndio inakwenda. Yaani askari anatetemeka. Nini? Kuruta nini? Ile alitishika, hakunitesa tena. Halafu akaniambiaje? Kwa sababu kule wakati unakwenda kuchukua, hata kama ukiwa umefungwa, wakati wa kwenda kuchukua uji lazima uende kule jikoni. Unaenda unaimba nyimbo za jeshi. Yeye akasema, sasa bwana mdogo, unapokwenda kule usiimbe zile nyimbo za jeshi, imba nyimbo za Mungu wako. Kwa hiyo nakwenda kule, vumilia naimba pambio sasa za nini? Za kimungu. Na baadaye siku 7 zimefika, hakuna aliyenifungulia nini? Mashtaka. Nikarudi usawa nini? Wa kombania. Nini kilinisaidia pale jamani? Nini kilinisaidia? Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya pale shughuli zozote za ovyo, za kubeba bia, za kubeba pombe za kienyeji, afande akiona tu kuna kubeba pombe za kienyeji anatuita wote, alafu anasema nani kuruta dosa leo? Wapi? Haya, wewe nenda bwenini, alafu wengine nenda kubeba pombe. Naona? Kwa hiyo heshima yangu ikaenda nini? Kaenda juu sana. Maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikawatia moyo sana watumishi wa Mungu wengine ambao walikuwa wameokoka lakini wanaogopa, lakini ushindi ule ulinyanyua kwamba kweli yuko Mungu anayefanya nini? Anayeweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi jamani ni mazuri. Amen. Maombi yanafanya nini? Maombi yana uwezo wa kubadilisha hali ya hewa. Maombi yana uwezo wa kubadilisha hali ya hewa, hali ya asili. Yakobo 5 mstari wa 17 mpaka wa 18. Yakobo 5 mstari wa 17 mpaka wa 18 na Joshua 10:12. Joshua 10:12. Hapa tunaona mtumishi wa Mungu Elia aliingia kwenye maombi. Kulikuwa na dhihaka, kulikuwa na maneno mabaya juu ya Mungu, ya kucheka, ya kudharau. Lakini huyu mtumishi wa Mungu akaingiza maombi ya kubadilisha hali ya nchi ya asili, kubadilisha majira na nyakati, na akasema kwamba kama Mungu wangu ndio huyu, naomba mvua isinyeshe kwa miaka 3 na miezi 6. Kaomba. Nini maana yake? Yaani mwaka 2026 hakuna masika. Halafu tena na mwaka unaofuata hakuna masika. Na ule unaofuata tena hakuna nini? Masika. Na nusu ya mwingine unaofuata hakuna nini? Masika. Tofauti kabisa. Mzunguko wa dunia unatabiri mwezi wa 3 kunakuwa na joto, mwezi wa ngapi kunakuwa hivi, lakini mtu wa Mungu akaomba, halafu ikawa hivyo. Mvua haikunyesha kwa miaka 3 na miezi 6. Baada ya muda huo tena the same person, mtu yule tena akaomba kwamba mvua ifanye nini? Inyeshe. Akaomba kwa bidii na baadaye mvua ikafanya nini? Ikanyesha. Kwa hiyo maombi yana uwezo wa kubadilisha hali ya hewa, yana uwezo wa kubadilisha mazingira, yana uwezo wa kufanya chochote maombi. Lakini tukisoma kwa Joshua, teknolojia ya vita ya wakati ule ilikuwa ni teknolojia ya kupigana wakati wa mchana. Kwa hiyo ikishafika giza mnaahirisha, mnaanza tena. Ikishafika giza mnaahirisha, mnaanza tena.
mtumishi wa Mungu asema, kwa nini tuendelee na jambo hili siku zote? Kwa nini huu mzigo usifanye nini? Usiishe leo. Kwa hiyo akaomba kwamba jua lifanye nini? Lisimame. Nyota zifanye nini? Zisimame. Mwezi ufanye nini? Usimame, ili wapigane mpaka watakapopata nini? Ushindi. Na neno la Mungu linasema ndivyo ilivyokuwa. Kwa Elia ndivyo ilivyofanya nini? Ilivyokuwa. Na kwa Joshua ndivyo ilivyokuwa. Inaweza kubadilisha mazingira. Neno la Mungu. Wakati huu wa corona, mtoto wetu mmoja, mtoto wa tatu yule Joel, akapata scholarship ya kwenda kusoma China. Na mtakumbuka wakati wa corona ilikuwa inatakiwa, yani hata kama chanjo kikwepa hapa, hawezi kwenda nje ya nchi bila kupata nini? Chanjo. Kwa sababu conditions za kupata certificate, za kupata permit, za kupata nini, lazima uonyeshe nini? Ya chanjo. Sisi huku tukikaa na mama na ndugu zangu nasema, hii chanjo kama sio yenyewe, naona scholarship tunaipenda. Mtoto wetu anaenda kusoma PhD akiwa bado hata miaka 30 hajafikisha, na tunaona kwamba ni muujiza wa Mungu, ametupendelea. Naona wengine tumesoma degree za hizi nyingine tumesoma tukiwa watu wazima, lakini Mungu ameleta baraka kwa watu wadogo kabisa hajafikisha miaka 30 anaenda kusoma nini? PhD. Kwa hiyo upande huu unaona baraka, alafu upande huu unaona tena nini? Kizingiti. Sasa tufanyeje? Sema tuingie, tuzame. Mama, tufanye nini? Tuzame. Tunafanyaje? Achanje asichanje? Achanje asichanje? Tunaomba. Baadaye wakasema hivi, wale wa China, wale wote waliopata scholarship kwa sababu ya hali ya ile wataanza kusoma wakiwa huku. Kwa hiyo ile semester ya kwanza akaanza kusoma akiwa huku. Kumbe Mungu yuko kwenye nini? Kwenye mchakato. Kwa hiyo wamesoma kama semester ya kwanza hapa. Baada ya pale sasa wakasema wanatakiwa kwenda kule. Lakini ilipokuwa imebaki kama wiki 2 kabla ya kwenda kule, wale wakadeclare kwamba sasa hivi si lazima tena mtu afanye nini? Achanjwe ili kwenda wapi? China. Kwa hiyo na mtoto wetu hapo naye akafanya nini? Akapenya. Jamani, maombi yanabadilisha. Kwa sasa ile permission ile japokuwa imetolewa kitaifa na nini, lakini sisi kwa kweli tukasema Bwana amefanya nini? Bwana ametuona. Maombi yanaweza jamani. Ndio maana nilikuwa nakwambia sio maombi ya kusoma, ni maisha. Kwa hiyo sasa kijana alienda wakati ule wa corona, sasa hivi amebakiza kama miezi 3 sasa anarudi. Okay? Kwa hiyo yuko mwishoni kabisa kwa vitu vyake, lakini Bwana alitusaidia sana kwenye ile chanjo, ikabadilisha kabisa. Na kila mahali tukafikiri kwamba akienda labda viwanja vya ndege vya sehemu fulani, alipofika kule tena wanasema tu unataka kucheka, anasema tu huyo nenda mpaka akafika. Lakini nini kimekusaidia? Maombi. Ila sheria za dunia, taratibu za dunia za kiserikali ilikuwa inasema bila kuchanja huwezi kwenda nini? Huwezi kwenda nchi zenye. Kwa hiyo maombi yanaweza kubadilisha hali ya hewa na yanaweza kubadilisha kitu chochote kile. Jamani, mpaka hapo mnanielewa watumishi wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4. Maombi yanasababisha jambo jipya kuzaliwa. Maombi yanasababisha jambo jipya kuzaliwa. Kuna jambo ambalo hujawahi kuliona, lakini maombi yanazaa. Luka 2:27. Luka 2:27 na soma tena mstari wa 36 mpaka 38 kwenye Luka 2 hiyo. Kuna jambo jipya, yani yana uwezo, maombi yana uwezo wa kutengeneza kitu kipya. Na hapa tunaona
hajutawahi kupata historia, lakini hapa neno linasema juu ya kuzaliwa kwa nani? Kwa Yesu. Lakini ukiangalia katika maombi kwamba watu waliomba, wengine walikuwa vijana, wakawa wazee, wakawa vikongwe, wakiomba kuzaliwa kwa nani? Kwa Masihi. Na matokeo yake nini? Kabla hawajafa Masihi akafanya nini? Kapatikana. Leo unasema mtumishi wa Mungu, umeomba sana. Umeomba kwa muda gani? Miaka 2 unaona muda mrefu? Miaka 5 unaona muda mrefu? Miaka 7 unaona muda mrefu? Kwenye familia yetu tuna kitabu, tuna notebook za maombi. Kila tukiingia kwenye maombi, zile specific need tunaziandika. Kwa hiyo tukipitia ile, yani kuna maombi wakati watoto wakiwa shule ya msingi tunao tumetiki. Yani ile maombi ya shule ya msingi tunaomba hela ya uniform, maana ilikuwa mzigo. Kupata hela ya uniform ilikuwa nini? Mzigo. Viatu, unaona? Halafu tena kuna form 1 ada, tulikuwa naomba hivyo, mara mtihani wa form 4, mara mtihani wa form 6, yona tulikuwa na vyote. Sasa baadaye tunapokuja kuangalia ile, sasa kumbe na hili tuliomba, kumbe na hili tuliomba, kumbe na hili tuliomba. Sasa nakwambia kwamba wewe ambao unafikiri kwamba umeomba kwa muda mrefu, bado hujaomba. Mwambie jirani yako, bado hujaomba, omba tena. Omba tena. Kwa sababu watu waliomba kwa ajili ya kuzaliwa kwa Yesu, mpaka walikuwa vijana, mpaka wakawa nini? Vikongwe. Kwa hiyo endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Inawezekana na itafanyika, kwa sababu ilikuwa ni jambo jipya. Na watu wengi wanawezekana walidharau, atakuja Masihi kweli? Mbona miaka inakwenda nini na nini? Lakini itokea. Lakini pia Yesu aliomba kabla kuanza kazi, kwa sababu hakuwahi kuwa na wanafunzi, hakuwahi kuwa na watumishi. Lakini kabla ya kuanza kazi alifanya nini? Aliomba. Lakini pia kabla, katika Matendo 2:2, kabla ya kanisa kuzaliwa, watu walifanya nini? Waliomba. Kabla ya mwagiko wa Roho Mtakatifu, Matendo 4:31, watu walifanya nini? Waliomba. Kwa hiyo maombi yanazalisha kitu kipya. Lakini mfano rahisi ni hapa kwenu Ubungo. Nani wale washirika wa zamani? Maana wengine mmekuja hapa Ubungo mlikuta hilo jengo. Nani katika wale washirika wa zamani kama wapo walitegemea kwamba Ubungo kunaweza kuwa na jengo la namna hii? Kanisa hiyo. Mimi niliwahi kwenda Nairobi miaka fulani. Kwanza nilishangaa. Yaani huku makanisa ya kwetu kule tulikuwa tumezoea mgongo wa nini? Wa tembo. Nilipokwenda Nairobi nakuta kanisa kama hoteli, yani limekaa hivi, unaona? Nini, halafu pembeni kuna ofisi, nini na nini. Nashangaa, na hii kanisa kweli au hoteli? Nashangaa mtiejio. Kumbe bwana, hiyo hoteli inakuja wapi? Ubungo jamani. Hiyo hoteli nilikuwa nashangaa ndio inakuja wapi? Lakini watu waliomba kwamba tuwe na a modern church. Inavutia. Unajua hata sisi wachungaji ambao tunatoka nani? Mtu wa Dar es Salaam akinibishia, wewe ni mchungaji? Akasema ukitaka kujua ni mchungaji nenda pale Ubungo. Kaangalia lile kanisa alafu ndio utajua na mimi ni nani? Ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vipya vinazaliwa kwa nini? Kwa maombi. Una ndoto gani katika maisha yako? Una ndoto gani katika maisha yako? Unaona? Ile ndoto yako, unaona, inaweza kuonekana. Inaweza kuwa halisi, unaona? Lakini kwa kupitia nini? Kupitia kuomba. Omba. Mungu anaweza kukufanya chochote, na anaweza kukufikisha popote, na kupitia jambo lolote lile Mungu anaweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi yanasababisha jambo jipya kufanya nini? Kuzaliwa. Na mambo mengine yanakuwa kama ya kitoto sana. Kwa mfano, ushuhuda wa huyu mtoto wangu ambaye anamalizia PhD kule China. Kuna hizi sikukuu za watoto. Sikukuu za watoto wanapewa kuhubiri na kufanya maigizo.
Sasa katika ule utundu wa watoto wakati wako kwenye hiyo, yeye akajifanya ni Mchina, sawa, ameokoka na amekuja kutembelea kanisa la Mzumbe, halafu mwenzake akamwambia yeye ndio mtafsiri. Kwa hiyo sasa akawa anasema Kichina, chon 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 chon, Bwana Yesu asifiwe, chon 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 chon, mjambo watu wa Mungu, chon chon. Kwa hiyo tukafurahi, tukacheka, tukachekesha. Kumbe ndio ulikuwa unabii wa kwenda kusoma wapi? Imechukua miaka, lakini kijana yuko China, halafu anajifunza Kichina, anaongea Kichina. Lakini unaonaje mambo mapya ambayo hata wazazi wake atufanya nini? Hatukufikiria. Lakini Mungu amefanya nini? Amefanya. Kwa hiyo mchungaji akitangaza maombi hahitaji kuniomba msamaha kwangu. Yaani yeye mchungaji ni kusema tu, kwa sababu najua faida ya maombi, najua utamu wa maombi, najua matokeo ya nini? Ya maombi. Najua nilivyo hapa ni sababu ya nini? Ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yanafanya vitu vipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kuna maeneo kama 11, lakini kwa leo tuishie hapo. Jamani, mmenielewa watumishi wa Mungu? Mchungaji akisema kuomba mtasita tena? Akisema tuombe mtasita tena? Kwa sababu kuna faida nyingi. Sasa ziko 11, lakini kwa sababu ya muda nimeishia hizi nne tu. Lakini tunahitaji kumwomba Mungu, na sisi, mimi na kanisa ambalo tunachunga, ni matokeo ya nini? Ya maombi. Tulifungua kazi nje kabisa, mbali kabisa na mjini, na sababu mojawapo ni kwa sababu Mungu alituelekeza kwenda kule. Watu wengi wasema, we mzee vipi? Kwa nini usianzishe karibu? Yani kama Ubungo hapa, unaenda kama wapi? Pale niliposhukia leo nani, Shekilango. Kwa nini mzee usiweke tu Shekilango, halafu na Mzumbe University iko pale, halafu unavuta hivi? Nikasema maombi hayako hivyo. Maombi sio siasa, maombi sio ujanja. Naona maombi yani inakupeleka mahali sahihi. Sasa mimi nimeenda mbali kiasi kwamba hata mshirika kule nilikotoka akitaka kuja lazima ajipange, kwa sababu akitoka mjini mpaka kule, na maana anatakiwa asipungue shilingi 10,000 ndio anakuta kanisa la kwetu. Halafu ukifika barabarani lazima tena upate boda ya 2,000 ndio unafika kanisani, na kurudi 2,000. Kwa hiyo ni mbali kuliko nini? Kuliko kawaida. Sawa. Kwa hiyo unaonekana kama huna nini? Akili. Lakini mpaka sasa hivi ile kanisa tulilojenga sisi kule kijijini ni kubwa kuliko nililotoka wapi? Kule mjini. Nini kimetusaidia? Nini kimetusaidia? Yaani kwa baba yako kuna kanisa dogo ambayo yuko mjini, halafu na wewe una kanisa kubwa kwa jengo. Kwa idadi ya watu hatujafikia kanisa la mjini, lakini na sisi ile space, ni maombi yetu kwamba Mungu afanye nini? Ajaze ile space. Mungu afanye nini? Ajaze. Kwa hiyo maombi ni kitu cha maana, kimetusaidia sana sana. Na maombi haya pia, kesho nitakuwa na kitu kingine, sitarudia hapa. Maombi haya yamenisaidia mimi. Nimeretire miaka 5 iliyopita. Kwa hiyo nimeretire na ni mchungaji, lakini nimejikuta niko busy kuliko nilikokuwa kazini. Yaani niko busy na kazi ya kanisa, niko busy na kazi za nini? Za serikali. Na fungu la 10, kama mwalimu wa chuo kikuu tuna vitu vingi. Kwa hiyo fungu la 10 lilikuwa sio dogo. Naona ile fungu la 10 linaweza kulipa kama walimu wa sekondari, inaweza kulipa hata walimu 2 au 3. Fungu la 10 la mtu huyu mmoja. Sasa napata zaidi tena, yani ukiangalia kwenye kipimo cha fungu la 10 nilipokuwa kazini na fungu la 10 nikiwa kama mtumishi wa kanisani limedabo. Though niko mchungaji wa nini? Wa pembeni. Nini kimenisaidia? Nini kimenisaidia? Maombi. Kwa hiyo maombi ni kitu kizuri, kinafanya vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Naomba tusimame. Naomba tusimame. Nyosha mkono wako juu. Sema maneno haya pamoja nami. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa neno lako, maombi yenye tija, maombi yenye matokeo, maombi yanaoleta majibu, maombi ya kubadilisha, maombi ya kubadilisha maisha ya mtu, maombi ya kubadilisha hali ya hewa, maombi ya kufanya vitu kuwa vipya, ya kuzaa vitu vipya. Yesu, nisaidie nitembee katika kanuni za maombi kwa usahihi, ili mambo makubwa yatokee katika maisha yangu, ili mambo makubwa yatokee katika kazi yangu, ili mambo makubwa yatokee kwenye ndoa yangu, ili mambo makubwa yatokee kwa watoto wangu, ili mambo makubwa yatokee kwenye huduma yangu, ili mambo makubwa yatokee kwenye ukoo wangu, ili mambo makubwa yatokee kwenye idara yangu, ili mambo makubwa yatokee kwenye mtaa wangu, ili mambo makubwa yatokee kwenye kata yangu, ili mambo makubwa yatokee kwenye tarafa yangu, ili mambo makubwa yatokee kwenye wilaya yangu, ili mambo makubwa yatokee kwenye mkoa wangu, ili mambo makubwa yatokee kwenye taifa langu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Najiweka wakfu jioni ya leo, nitakuwa mwaminifu kwa maombi ya kanisa, nitakuwa mwaminifu kwa maombi ya binafsi, nitakuwa mwaminifu kwa maombi ya mkesha, nitakuwa mwaminifu kwa maombi ya idara, nitakuwa mwaminifu kwa maombi siku zote. Yesu nisaidie. Yesu nitie nguvu. Omba kwa maneno yako mwenyewe. Baba, katika jina la Yesu aliye hai, asante Bwana kwa ajili ya neno lako la wakati, maombi yenye tija, maombi yenye matokeo, maombi yenye mabadiliko, maombi yenye kufufua, kwa jina la Yesu aliye hai. Upe neema Bwana ya kuzingatia maagizo yako Bwana kuhusiana na maombi, kanuni zako Bwana kuhusiana na maombi, fanuni zako Bwana kuhusiana na kusema na wewe. Neno lako Bwana likatuongoze katika maombi, kwa jina la Yesu aliye. Omba Bwana, roho ya maombi ikawe juu ya watu wako, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya maombi ikawe juu ya watu wako, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya maombi ikawe juu ya kanisa lako, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya maombi ikawe juu ya wachungaji, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya maombi ikawe juu ya wazee wa kanisa, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya maombi ikawe juu ya mashemasi, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya maombi ikawe juu ya viongozi wa idara, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya maombi ikawe juu ya wamama, kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya maombi ikawe juu ya mabinti, kwa jina la Yesu aliye hai.
aliye. Roho ya maombi ikawe juu ya wababa kwa jina la Yesu aliye. Roho ya maombi ikawe juu ya watoto wa kike na wa kiume kwa jina la Yesu aliye. Roho ya Bwana, roho ya maombi, roho ya Bwana, roho ya maombi, roho ya Bwana, roho ya maombi, roho ya Bwana, roho ya maombi ikamwagike, ikamwagike UCC, ikamwagike. Roho ya Bwana, roho ya maombi, roho ya Bwana, roho ya ushindi, roho ya Bwana, roho ya miujiza, roho ya Bwana, roho ya uponyaji, roho ya Bwana, roho ya uzima, roho ya Bwana, roho ya afya kwa jina. Mambo mapya yakazaliwe Ubungo, mambo mapya yakazaliwe Ubungo, huduma mpya zikazaliwe kwa jina la Yesu. Hali ya kuchoka ikaondoke, hali ya udhaifu ikaondoke, hali ya kutookoka watu wa National Housing ikaondoke kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana, roho wa kuokoa akatembee National Housing. Roho wa Bwana, roho wa kuokoa akatembee National Housing. Roho wa Bwana, roho wa kufungua akatembee National Housing. Roho wa Bwana, roho wa miujiza akatembee National Housing kwa jina la Yesu. Shamanai, Libanai, Sebanamanai, Sebanamanai, Jegabai, Ontoria, Mesalai, 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 Shemanaradia. Roho ya Bwana, roho ya kufufua, roho ya Bwana, roho ya kufufua, roho ya Bwana, roho ya kufufua ikatokee National Housing kwa jina la Yesu. Shabanaladia, Shabanaladia, Shabanaladia. Roho ya Bwana, roho ya kuona kuolewa, roho ya Bwana, roho ya kuona kuolewa ikatokee UVCC, ikatokea UCC kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya kupandishwa, ya kupandishwa viwango, ya kustawi, ya kubarikiwa, ya kustawi, ya kubarikiwa. O banai, shimalamanai, shimanamanai, deyabasa, 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 meredai, 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 shimala, rigababa, 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 rigababa. Oh Shamai, Semala Babai, Semala Babai, Semala Babai, Semala Babai, Semara Babai, Semara Babai, Semara Babai, Semara Babai, Semara Babai. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mambo mapya yakazaliwe leo jioni ya leo, yakazaliwe leo jioni ya leo, uponyaji ukazaliwe jioni ya leo, miujiza ikazaliwe jioni ya leo, maajabu kwa jina la Yesu. Ajira zikazaliwe jioni ya leo, biashara zikazaliwe jioni ya leo, huduma zikazaliwe jioni ya leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Shabonai, leba sababai, leba sababai, leba sababai, shemanai, rebadai, semalababai, semalababai, semarababai. Oh samai, oh samai, oh samai.